I hope you're doing fine. Hii sio typical, yani sio kaida yangu kufanya hiki kitu, lakini mara nyingi huwa napitaga Instagram na kuangalia watu. Na kuna baadhi ya madaktari huwa wanawafuata. Lakini kuna baadhi ya vitu watu inabidi waelewe ili waweze kujua haya mambo yanaendaje. Sio kila daktari anaitoa ushauri au kuna baadhi ya vitu wanavyofanya ipo sahihi. Mtanielewa kitu kimoja. Sikiliza hii kitu ya huyu daktari anaitwa Dr. Jessica. Msikilize. Unafika ni kuna wakati daktari anakataa kukuambia majibu ya jinsia ya mtoto unapoenda kufanya ultrasound. Kwa mfano umeenda tu kufanya ultrasound kujua wiki na nini, lakini baadaye ukaomba kujua jinsia. Unajua kwa nini daktari anaweza akakukatalia kujua jinsia ya mtoto? Kwa sababu anaweza akaisoma saikolojia yako kwamba wewe ni mtu ambaye labda unataka mtoto wa kike au unataka mtoto wa kiume. Kwa hiyo akiangalia ile jinsia ambayo unaitaka na ambayo ipo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kitu ambacho atakifanya sio kukuambia kwamba jinsia ni hii, atakataa tu kukuambia. Kwa sababu kuna mtu ambaye ukimwambia jinsia aliyoibeba sio aliyokuwa anaitaka, anaweza hata akafanya abortion, yani akatoa ujauzito. Kwa hiyo ndio maana madaktari mara nyingi wanawanyima sana. Yani ni watu wachache sana wanaoambiwa jinsia za watoto wao, huku wengi hawaambiwi. Kwa sababu unakuta wengi tayari wana jinsia ambazo wanazitaka. Kwa hiyo ikiwa sasa ile jinsia sio, unakuta mtu anaweza hata akafanya abortion. Sasa hiyo sio nzuri. Kwa hiyo mimi naona ni vizuri kama ukiambia mtoto wako yuko salama, hana shida yoyote, subiri tu zawadi yote Mungu atakayokupa ndo Mungu ameamua kukupa. Yani usipokee kitu kwa kusema kwa nini iko hivi, kwa nini iko hivi. Kuna wengine ambao wanatafuta hata yoyote wanakosa. Kwa hiyo usio mchaguzi sana wa watoto. Ukipata ujauzito, umepima mimba yako iko sawa, haina shida yoyote, changamoto zozote, subiri. Mtoto tena ukipata mtoto kwa surprise ni nzuri sana kuliko kwa yani wachache sana ambao wanataka kujua. Lakini mimi nashauri ni bora tu kupata mtoto by surprise, ujue wewe ni wa kike au wewe ni wa kiume, basi unamlea mtoto. Kwa hiyo ndio maana madaktari wengi hawaambii watoto wao, kwa sababu wanashasoma saikolojia kabisa. Unafika ni kuna Okay guys, najua mmeshasikiliza kuhusiana na huyu daktari ambaye ametoa ushauri. Mimi account yangu ni hapa na nikanieleza nikasema huyo daktari anazingua na amekosea. Anatakiwa ampe mteja wake kile anachokitaka na sio kuweka hisia zake na maamuzi kwenye maisha ya watu. Hakuna cha kusoma saikolojia wala nini. Na ukiangalia comment yangu imepata reply nyingi sana. Hapa hujaziona tu, zipo nyingi sana ambazo watu wamekuja kunijibu na hizi kama kunikanusha kile kitu ambacho nilichosema sio sahihi. Inabidi watu waelewe kitu kimoja. Daktari kazi yake ni kukupa ushauri. Kwanza kabla ya yote alichoongea sio kwamba akakosea. Yupo sahihi kabisa, lakini hayo ni maoni yake yeye kama daktari. Maoni yake yeye yanaweza kawa sahihi au yanaweza yakawa sio sahihi. Kwenye hili ambalo kalisema yeye hayuko sahihi. Narudia tena, daktari mimi hapa nampinga huyu daktari Jessica. Hayupo sahihi. Kwa nini hayupo sahihi? Sababu kubwa zipo nyingi, lakini nitakupa moja tu. Okay, kwa mfano tuchukulie mfano. Mtu ameenda kupima ukimwi. Sawa? Akienda kupima ukimwi anatakiwa apewe majibu au asipewe majibu? Obviously. Kwa kitu cha kawaida kabisa utasema lazima apewe majibu yake. Haijalishi hayo majibu ni mazuri au ni mabaya. Na hisi tunaelewana kwenye hilo. Wewe ukienda kupima ukimwi leo hii, hata kama ukikamatwa na watu wakakuchoma sindano wakakutoa damu yako ukaenda kupima ukimwi kwa lazima, haijalishi majibu utakayopata unafurahia au hauyafurahii, lakini lazima upewe majibu. Hiyo ndo pointi yangu imekaa hapo. Wewe kama daktari ambaye umekuja umempima mtu labda kwa ultrasound na nini, anahitaji majibu yake. Hilo swali ambalo ameuliza huyu dada, kwa nini usimpe? Kwa nini mtu anayekuja kupima ukimwi unampa? Kwa sababu ukimwi ndio kitu kibaya zaidi kuliko hata jinsia ya mtoto. Kwa hiyo maana yake jinsia ya mtoto ukimnyima mteja wako wewe unakosea. Na hizo ni tofauti na ethics za kidaktari, kwa sababu ukimpima mtu kitu lazima umwambie either amekikubali au hajakikubali. Na ndio maana kipindi cha nyuma watu wengi walikuwa wanagoma kwenda kupima ukimwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wanahisi wanaweza kupata majibu yote nini positive. Lakini kwa nini madaktari wengi walikuwa wanashauri watu waendelee kwenda kupima afya zao ili wajue afya zao? Kwa hiyo kama mimi ni mzazi, mimi na mke wangu tumepanga tupate mtoto. Tumepanga labda tupate mtoto wa kike au kiume. Mimi nikienda kuulizia au mke wangu akienda kuulizia ni jinsia gani, wewe daktari hautakiwi uweke hisia zako. Unatakiwa utupe majibu yetu sisi, bwana huyu mtoto wenu nyinyi ni wa kike au ni wa kiume, na sio vinginevyo. Na hisi tunaelewana kwenye hilo. Na sio vinginevyo. Japokuwa kuna baadhi ya kesi, kuna yale mambo ya
kuna kesi zile za watoto mapacha au mtu kaambiwa wa kike kaja wa kiume, hizo hatuziweki hapa. Lakini customer care nzuri, wewe kama mtu wa huduma lazima umwambie muhitaji huduma ile huduma yake aliyekuwa anaifuata, na sio kuweka hisia zako kwamba mimi nimemwona huyu yupo vizuri. Mbona kwenye ukimwi unamwambia mtu majibu yake hata kama hayakubali? Mtu anaenda pale, bwana wewe vipi? Bwana wewe unao aliye aende kujinyonga, lakini majibu yake lazima apewe. Umeenda kupima malaria, unafanywa nini? Si unapewa majibu yako? Na magonjwa yale yote muhimu na makubwa lazima upewe majibu yako. Kama mteja anahitaji kujua jinsia ya mtoto wake, kama wewe mtu wa huduma lazima umwambie na usiweke hisia zako hapo. Okay, ngoja nikupe mfano mmoja ambao watu wengi inawezekana wakaujui, au tuseme hawa madaktari wetu inawezekana hizo ethics wanazofundishwa na zilizopo duniani inawezekana zina tofauti. Kuna incident moja ilishawahi kutokea Marekani. Kuna dada mmoja, unajua wao kuna kitu kinaitwa paramedics, yani huduma za unaweza kupigia simu labda una tatizo, alafu kuna ambulance inakuja, au wale wana ambulance wanakuja wanakuhudumia pale nyumbani kwako. Kwa hiyo huyu binti alikuwa na miaka kama sio 16 17. Akawa ameenda kufanya mapenzi na mpenzi wake. Lakini akawa amesoma au wameambiana huko shuleni kwamba ukiwa unaenda kufanya mapenzi kuna kitu fulani hivi una uwezo kufanya, kwamba wakachukua kiazi hivi viazi tunaita Irish potato, au tuseme hivi viazi vya chips. Sawa, viazi mbatata vya chips. Akaviweka kwenye uchi wake. Umeona? Nasema uchi ili mradi watu waweze kuelewa. Akaweka kwenye sehemu zake za siri. Umeona? Kile kiazi. Kwa hiyo yeye anavyoamini, alivyoongea na wale rafiki zake akasema bwana hiki kiazi kitakuja kufanya nini? Kitazuia. Sasa kilichotokea Juliana kimetokea nini? Kile kiazi kikaanza kuota. Kwa hiyo kilivyoanza kuota kikaenda kushika ile mizizi zikaenda kushika mpaka kwenye zile sehemu za nini? Za uke wa yule binti. Yule binti akapata maumivu makubwa kwa sababu kilikuwa kimengangania huko. Haijulikana likiweka kwa muda gani. Kimengangania kule mpaka kinamletea maumivu. Tumbo linauma ni nini? Kwa hiyo kilichotokea akapiga simu paramedic. Mama yake hayupo hapo. Kapiga simu kwenye hizo paramedics. Paramedics zikaja mpaka pale. Zilipokuja mpaka pale, unaumwa nini? Yule binti akawa anaelezea tumbo nini na nini, akamwambia hebu tuone. Yule daktari akaja akaenda akamwangalia, akakuta ni kiazi amekitumbukiza, kimeota, kimeshika mpaka kwenye nani. Kwa hiyo yule binti akawa analia kwa sababu maumivu ni makubwa. Akamuomba yule daktari amtoe ile nani. Sasa okay, kwa hali ya kawaida, kihisia tuseme ya hiyo, kwa maoni ya kawaida, yule daktari anatakiwa afanye nini? Anatakiwa amuoperate. Yaani maana yake akitoe kile kiazi ili huyu binti maumivu yafanye nini? Yatoke. Na hiko ndicho alichokufanya yule daktari. Akakitoa ndani ya dakika kadhaa tu. Yule binti akafurahi, akoni. Lakini kipindi kile anakitoa, mama yake yule binti akaingia ndani. Alivyoingia ndani akaona lile zoezi linaendelea. Unajua kilichotokea? Yule mama akakasirika kweli kweli. Kwa nini mmeingia nyumbani kwangu bila taarifa? Wale wakamwambia bwana, sisi tumepigiwa simu na mtu anahitaji an emergency. Okay. An emergency, amefanyaje? Alikuwa ametumbukiza kiazi ambacho kimeota, kimemletea maumivu kwenye sehemu zake za siri. Umeona? Baada ya hapo yule mama akamwambia, kwa hiyo kilivyo kiazi akasema tumemsaidia, tumekitoa. Yule mama akauliza, mmekitoa, mnafanyaje operation kwa mtoto chini ya miaka 18 bila consent ya mzazi? Na hisi umeelewa? Mimi mzazi sijaruhusu nyinyi mfanyie operation. Hata kama analia kiasi gani, mimi sipo. Kwa nini mnamfanyia hivyo? Ikabidi awafukuze. Jamani, wale wamefanya kitu cha kiungwana lakini wakachukua vitu vyao wakaondoka. Baada ya siku kadhaa, yule mama akafile complaint. Yaani wanaita sijui nini ya charges za hela nyingi tu kwamba hawa wamekosea. Sasa angalia, yule daktari alipelekwa kule kwa wakubwa wake, wakaenda wakamsema, wakamwambia kwa nini umefanya hiki kitu bila kunini? Kiu binadamu alichofanya ni sahihi, lakini kiprocedure alichofanya sio sahihi. Kwa sababu ameoperate yule mtoto bila wazazi wake. Yule mtoto ana miaka chini ya 18. Sasa ndio wanachokifanya hawa madaktari wetu. Hauwezi kuleta hisia kwenye udaktari. Wewe ukienda kupima ukimwi unaambiwa majibu, alafu huyu mwingine kaenda kupima mimba, eti utaki kumwambia mnani jinsia ya mtoto wake. Yaani what the hell man? Yaani sasa hapo udaktari upo wapi? Unatakiwa umpe mteja kulingana na kile kitu anachokihitaji. Bwana wewe una ukimwi, unapewa bwana una ukimwi. Ukianza kuchanganyikiwa pale ndio unatulizwa chini, bwana tulia bwana. Kama wewe umeugua ukimwi lakini una uwezo wa kupata dawa na nini, ndio hivyo.
hata wewe mtu akimwangalia anasema oh, mimi nilivyomuona kihisia mtoto wote aje kwa surprise. No, hiyo kwa surprise hisia zako. Mimi nataka nijue mtoto wangu wa jinsia gani kabla hajazaliwa. Kwa nini uanze kunipangia? Ushauri wako ni mzuri lakini hatuutaki na uwezi kuapply kwenye hizi vitu kwa sababu haupo sahihi. Yaani wewe umeongea vizuri lakini hizo ni hisia zako. Mteja akihitaji huduma lazima umpe huduma kulingana na kile anachotaka na sio kumnyima na kuanza kusema oh, najua watu wengine wanapata pressure. Mbona wagonjwa ukimwi mnawaambia majibu? Kwa nini msema kwamba bwana wewe hatukuambii majibu saa hizi kwa sababu utachanganyikiwa? Kwa nini mnawapa majibu pale? Kwa hiyo huu ushauri uliotoa daktari ni wrong na sio sahihi. Japokuwa anajitetea na kuna wengine wapuzi wengine wote wanamtetea, lakini hayupo sahihi. Have a nice day guys.